Ili ufanikiwe basi miongoni mwa njia ambao watakwambia watu ni kwamba waulize wale waliofanikiwa, na ni kweli ni sahihi kuuliza wale ambao tayari wameshafanikiwa ama unaona hawa kwa namna moja ama nyingine wapo level ya juu kuliko wewe. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba nikiwauliza wale watu wataniambia nini? Mara nyingi sana ukiuliza watu waliofanikiwa, neno la kwanza kukuambia ni kwamba focus ama jitahidi kuwa na consistency, kuwa na nidhamu. Kwa nini unapenda sana kutumia neno focus na kuwa na consistency? Kwa maana ufocus na kitu kimoja na pia uwe na muendelezo wa kukifanya kile kitu. Lakini changamoto inakuja pale kwenye kufocus na kuwa na consistency. Watu wengi zaidi wanashindwa. Anaweza kawa na moody vibes sana baada ya kusikiliza motivation kuhusiana na mafanikio fulani, akasema surely naanza kuanzia leo kila siku nitafanya kitu kimoja kwa siku kuelekea mafanikio yangu. Ni kweli anaenda siku ya kwanza anafanya, siku ya pili anafanya, siku ya tatu anafanya. Siku ya nne anapata kisingizio, mara nimechoka, mara ratiba zilikuwa ngumu. Siku ya tano, nitafanya tu kesho. Siku ya sita anafanya. Siku ya saba, niko vibaya. Siku ya nane anaacha. Siku ya tisa anafanya, lakini afanye kwa ubora kama alivyoanza siku ya kwanza. So kuna nini ambacho kiko nyuma ya pazia? Kwa nini watu wanaanza na mwendelezo mzuri wakiwa na vibes, wakiwa na motivation ya kutosha, lakini baada ya siku kadhaa motivation inapotea na lile vibes linapotea? Shida ni focus. Focus on one case until you success. Sasa utafocus vipi kama huelewi mikakati ya kufocus? Na tatizo kubwa zaidi lipo kwenye akili na ubongo wako. So karibu sana, kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, please tumia sekunde chache sana kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, mradi uweze kupata makala zinazoelezea kuhusiana na maarifa pamoja na kile kitu ambacho kitakufanya wewe kufungua ubongo wako ili kuweza kufocus na kutrain kwa ajili ya positive way. So tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe, and then mwisho wa makala hii utaniambia ni kipi ambacho umejifunza kwenye hii makala. Hizi ni siri za mafanikio. Karibu. So ubongo wa binadamu bwana umeumbwa kila siku kwa kuweza kufanya kazi, na ubongo wa binadamu unafanya vile ambavyo utaweza kutreat. Ni kama vile tuseme kunyosha mwili ama kufanya mazoezi ya misuli. Ukifanya mazoezi ya misuli ndivyo vile mwili utakavyoongezeka, tofauti kabisa na utakavyoacha. So itategemeana sasa ubongo wako utautreat vipi. Ubongo wako utautreat uweze kusoma sana, ubongo wako utautreat uweze kujifunza sana, ubongo wako utautreat uwe wa kiuzembe uzembe ambao hauwezi kufikiria, ndivyo ubongo wako utakavyokuwa, kwa sababu ubongo ni kama vile msuli. So ngoja nikupe tatu moja hapa. Ubongo wako unaibiwa kila siku kwa kuto kufanya maamuzi sahihi bila wewe kujua. Siri ya kuwa na umakini inapotea taratibu. Kuna jambo moja ambalo linaendelea duniani sasa hivi, jambo ambalo ni la kushangaza zaidi na watu wanalichukulia la kawaida sana. Hakuna milio ya risasi, hakuna wezi wanaovunja milango usiku, wala hakuna mtu anayekufuata barabarani, lakini kuna kitu kinaibiwa kutoka kwako kila siku. Kitu hicho ni cha thamani kuliko hata pesa, gari au hata muda mwingine. Kinaibiwa kimya kimya sana, na hicho kitu ni umakini wako. Thamani yako ya umakini inapotea bila kuibiwa na jambazi. Sasa jiulize, umakini unapoteaje? Utanielewa, tuendelee kusikiliza. Hebu fikiria maisha ya kawaida. Asubuhi na mapema ni muda wa kuamka. Maybe wewe majukumu yako unaanzaga saa 3, saa 2, saa 1. So umeamka asubuhi. Unaamka macho bado hata hajafungua vizuri, lakini mkono wako moja kwa moja unaenda kufanya kazi ya kushika simu. Na sio kwamba unashika simu maybe umepigiwa ama unataka uzime alarm kwa kuwa tayari umeamka. Unaangalia WhatsApp, unaingia Instagram, unaingia TikTok, I don't know, Facebook, na unasema kabisa hapa nitaangalia kwa muda mfupi tu, alafu baada ya hapo nitarudi. Yaani kuna kitu naenda kukiangalia, baada ya hapo naendelea na mishe zangu. Lakini ghafla unaangalia zaidi ya ule muda ambao umepanga uangalie dakika 5, lakini unajikuta hadi dakika 40 zimepita. Na jambo la kujiuliza zaidi, hakuna cha msingi ambacho umeweza kukifanya kwenye hiyo mitandao ambao umeamua kupita. Kwa nini hii hali inatokea? Ni shauku kubwa sana inakuja pale ambapo unahisi kwamba unataka upate kitu fulani, unataka ufahamu kile kitu ambacho kinaendelea. Kwa maana ukiangalia hiki
utapata tena ile hamu, unahisi kama bado vile vitu ambavyo unataka uviangalie, hujaviangalia bado. Unasema kabisa nitamwangalia mtu fulani na atakuwa wa mwisho, lakini baada ya kumwangalia yule mtu unaona tena kama kuna taarifa fulani, unataka uziangalie taarifa zote na uziweze kuzidadavua. Ni kitu kimoja hatari sana. Ukweli ni kwamba mara nyingi hatufungui simu kwa sababu kuna jambo muhimu ambalo tunataka kulifanya, bali asilimia kubwa ya watu tunafungua simu kwa mazoea, kwa maana ni ile ubongo tumesha utreat kwamba lazima tutumie simu kwa muda mrefu sana. Tumejifunza kufanya hivyo mpaka imekuwa sehemu ya maisha yetu bila hata kutambua. Kwani kwenye kitabu cha Atomic Habits kinaelezea kwamba tabia ndogo ndogo, yani vijitabia vile vidogo vidogo unavifanya kila siku ndio vinadetermine wewe ni mtu aina gani, vinadetermine maisha yako yanayokuja baadaye ni mtu aina gani. Tumejifunza kufanya hivyo mpaka imekuwa sehemu ya maisha yetu. Kama ilivyo kwenye vitabia vidogo vidogo ndio vinabadilisha msingi wa maisha. Hapo ndipo mtaalamu wa uzalishaji wa kazi anaitwa Chris Bailin alipokuja na jambo lake moja tu lililoshangaza watu wengi zaidi duniani. Aliwahi kuzungumza na alisema, tatizo sio kwamba tunasumbuliwa na vitu vingi sana ndio maana tupate muda wa kufanya mambo yetu kwa ufasaha, bali tatizo akili zetu zinasisimka kupita kiasi. Akili ya binadamu inataka raha ya haraka sana. Akili ya binadamu inataka msisimko wa haraka sana, hata ukiwa muda mfupi, lakini inahitaji ule msisimko. Just imagine mtu ambaye anapenda sana kuzini. Unapenda sana kuzini kutokana na msisimko unaopata kwenye ile zinaa. So ni ya dakika chache sana, lakini unahisi proud kwa sababu ubongo wa binadamu ndivyo ulivyo. Unapenda msisimko hata kama wa dakika chache, lakini haupendi ile hali ya kuwa na muendelezo mzuri kwa muda mrefu, bali wenyewe unataka jambo liweze kufanyika ndani ya muda mchache tu, alafu baada ya hapo kila kitu kiendelee kwenye njia yake. Sasa kwa lugha nyepesi tu ili mradi uweze kunielewa ni kwamba ubongo wa binadamu umezoea kupata burudani kila sekunde. Yaani ubongo wa binadamu hauhitaji kabisa kupata kashikashi, na ndio maana mtu anaweza kupitia changamoto chache tu ama changamoto kidogo tu, lakini lawama za hapo ndugu yangu zitakuwa ni kubwa zaidi. Na muda akipata furaha basi hana ule muda wa kushukuru ama kusema aisee hatimaye nimepata. Chukulia mfano mmoja tu, labda muulize kaka yako, baba yako, mama yako, yoyote yule ambaye unahisi anakupa alikuwa miongoni mwa malezi yako ama hadi sasa hivi bado anakulea na anahusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kukupa mahitaji. Ulishawahi kusikia kwamba amekwambia, umemuuliza bana, mzee na shida na kitu fulani au mother na shida na kitu fulani, akakwambia kwamba maisha sasa hivi ni mazuri sana tunaenjoy? Hajawahi kuzungumza hiyo kauli, lakini kauli ambayo anaizungumza kila siku ni kwamba maisha ni magumu sana, pesa ni ngumu sana. Hakuna mtu hata mmoja ambaye alishawahi kusema pesa ni rahisi kuzitafuta ama kuzipata, lakini kila siku pesa huwa ni ngumu sana kuzipata. Kwa nini pesa huwa ni ngumu sana kuzipata? Akili, ubongo unatafsiri hivyo, na ndio maana nakwambia ubongo umezoea vitu vya burudani sana. Yaani unahitaji kuenjoy muda wote. Kila notification burudani. Kila notification ya message inatakiwa iwe inafurahisha. Yaani ni kama vile kila kitu ambacho unatakiwa ukifanye kwenye ubongo wako inapenda raha. Kwa kifupi, ubongo wako unapenda raha, na ndio maana ukija kuingia kwenye changamoto basi unaanza kuhisi kama vile dunia yote inakulengea wewe, kwamba matatizo ya dunia nzima unayo wewe. Kumbe kitu ambacho sio uhalisia, ni vile ubongo wako unatafsiri vitu tofauti. Sasa kuna kitu kinaitwa dopamine, hormone ambayo inatafsiri moja kwa moja na inapenda sana raha. Ni kama zawadi ndogo ambayo ubongo inajipa. Ni kama mtoto mdogo anayepewa pipi. Mpe pipi moja atafurahi, mpe nyingine atafurahi zaidi, lakini ukimpa pipi kila dakika 2, baada ya muda ataanza kuizoea, na siku asipoipata ataanza kuitafuta kwa kasi sana na ataanza kuililia vile vile. Sasa ndio hiyo ambayo ipo kwenye simu, kwa maana mtu ushazoea sana kutumia simu kila siku. Hivyo maisha yako yamekuwa ni ya simu, na usipopata simu basi lazima maisha yako yasiende vizuri. Imagine tu yule mtu ambaye kipindi kile cha internet imefungwa, watu walikuwa wamekuwa bored sana kwa sababu walishazoea kuingia TikTok, zoea kuingia Instagram, WhatsApp. So maisha fulani yalichange kwa asilimia kubwa sana, hata mindset za watu zilichange. Lakini ulijiuliza kwa maana watu waliwezaje kuishi muda huo aliyakuwa hakukuwa na mambo mazuri? Ndio unakuja sasa ile issue ya kwamba namna utakavyotreat ubongo wako ndivyo maisha yako yatakavyoweza kuendelea kila siku. Hicho ndicho kinachotokea kwenye akili za watu leo. Mtu anaweza kushika simu zaidi ya mara 100 kwa siku bila hata kujua, na hasifahamu hasa kwa nini ameshika ile simu. Hakuna kitu cha muhimu ambacho unakuta amekifanya kwenye ile simu. Mpe nyingine atafurahi.
lakini yeye kushika simu kwake ndio inakuwa jambo bora zaidi. Jambo la kuchekesha ni kwamba unaweza kufungua simu yako, ukaangalia kila kitu, ukaifungua halafu baada ya sekunde chache ukaifungua tena. Imagine. Yaani unaangalia unasema hapa nitakuwa nishamaliza kile kitu ambacho nitaka kukiangalia. Lakini muda mchache, sekunde hata 10 unafungua tena. Hii ni kwa sababu kuna jambo jipya limetokea duniani, bali ni kwa sababu akili yako tu inatafuta msisimko mwingine. Kwa maana nimekwambia akili yako inapenda msisimko wa mara kwa mara. So lazima ukiweka simu pembeni basi itakuinfluence tu uweze kuishika. Na ndio maana ukuta mtu anatumia simu ikiwa chaji. So kwamba yuko busy anatype kazi fulani ambayo inahitajika, bali ni vile akili yake na ubongo unafocus kwenye kwenda kukipata kile kitu. Kadri tunavyozidi kufanya hivyo, uwezo wa kuzingatia jambo moja unaanza kupungua. Ndio tunakuja sasa kwenye ile mada ya kufocus. Kwa nini mtu anakuambia ufocus lakini inakuwa ni ngumu sana kufocus? Ni kwa sababu unaingiza mambo yasiyokuwa na kufocus. Unaambiwa focus ni kufocus on one case until you success. Sasa kama ukifocus na vitu vingi itakuwa mbaya zaidi. Miongoni mwa vitu ambavyo vinachukua muda mwingi zaidi wa mtu ni matumizi ya simu. Ndio maana watu wengi leo hawawezi kuangalia video ya dakika 15 bila kuhamia sehemu nyingine. Wanaanza video, wanaingia kwenye comment, wanatoka kwenda WhatsApp, wanarudia tena, halafu wanafungua TikTok. Akili imezoea kurukaruka kila wakati, yani imeshindwa kufanya ile concentration ya sehemu moja. Ndivyo ilivyo hata kwenye usomaji wa vitabu, uandishi wa vitabu. Inakuwa ni ngumu sana mtu akiona karatasi zina peji nyingi na anatakiwa aweze kusoma, anaona uvivu kwa sababu ubongo sio vitu vyake. Ubongo umezoea vitu vya raha. So ukianza kutreat ubongo wako kwenye kufanya vile vitu ambavyo vinahitaji akili nyingi zaidi, basi ubongo wako lazima utakuwa unawahi kuchoka, utakufanya uwe mzembe, utakufanya yani tu ili mradi tu uache kile kitu, useme kwamba ngoja ni relax kidogo, nipumue kidogo, ushike simu yako ingie TikTok, utoke ingie Instagram, ingie Facebook, ingie WhatsApp, yani ni kuzunguka tu. Mwisho wa siku unakuja kukuta kwamba siku nzima unatumia muda mwingi zaidi kwenye simu kuliko kuweza kufanya jambo la maana kwenye simu yako. So mdadisi Chris Bailey aliamua kufanya jaribio ambalo kwa watu wengi ilionekana kama adhabu. Aliamua kutumia simu kwa dakika 30 tu kwa siku kwa mwezi mzima. Yaani dakika 30 ndani ya siku 30. Dakika 30 tu kila siku ndani ya siku 30. Elewa hapo. So muda mwingi alifanyeje? Hii ilikuwa ni adhabu kwa watu wengi sana. Hata sasa hivi ukimwambia mtu atumie simu dakika 30 ndani ya siku 30 inakuwa ni kipengele kikubwa zaidi. Mwanzoni alikuwa anapata wakati mgumu sana. Alielezea na kusema kwamba akili yake ilihisi kama kuna kitu kinakosekana kwenye mwili wake kutokana na vile vitu ambavyo anavifanya. Kwa maana imagine mtu dakika 30 tu kwa siku. Dakika 30 kwa siku moja. Hadi zilipofika siku 30. Kila siku anatumia dakika 30 peke yake. Hivyo akaelezea akasema kuna kitu kabisa alisi ubongo wake unakosa, na ubongo wake ulikuwa umezoea kupata msisimko kila wakati, lakini baada ya wiki moja alianza kuona mabadiliko ya ajabu. Kwanza, uwezo wake wa kulenga jambo moja uliongezeka. Kwa maana ile focus yake ya kuweza kutreat kitu fulani hadi akitimize iliongezeka. Pili, alianza kupata mawazo mengi ya ubunifu. Tatu, alianza kupanga maisha yake vizuri zaidi. Na hii imekuja mara baada ya kuweza kupunguza matumizi ya simu kwa siku. Na hapa kuna jambo la kuvutia zaidi. Kama utaweza kufocus na vitu basi moja kwa moja itaweza kukupelekea moja kwa moja kuweza kufanikiwa kwenye mambo yako. Umewahi kujiuliza kwa nini mawazo mazuri huja wakati unaoga au wakati unatembea au wakati uko kimya, na kwa nini ukiwa unatembea peke yako ghafla unapata suluhisho la tatizo ambalo limekusumbua kwa muda mrefu, ama unapata idea kama wewe ni msanii unapata idea ya nyimbo, au kama wewe ni mwandishi unapata idea ya kuandika makala fulani. Yani ukiwa unatembea peke yako kuna ile hali. Ushawahi kujiuliza ni kwa nini? Watu wengi wanajibu kwamba ni kama vile bahati, lakini kiuhalisia sio bahati kabisa. Wakati huo akili yako inakuwa imepata nafasi ya kupumua. So wakati unatumia simu, akili inakuwa ni ngumu sana kuweza kutafsiri vitu vingine kwa sababu concentration yote inakuwa kwenye ile simu, na ukiwa unaangalia vitu ambavyo ni tofauti inakuwa ni ngumu sana. At least hata mtu ukiwa unasoma vitabu au unasikiliza motivation fulani, akili itaweza kutreat namna fulani. Endapo utazima simu, basi kile kitu ambacho uliweza kukisoma kitaanza kujinterpret kwenye akili yako. Lakini usipozima simu, basi vitu vijarundika moja kwa moja kwenye ubongo wako na hutopata kile kitu ambacho kitatokea. Lakini dunia ya leo imetufundisha kukimbia hali ya kukaa kimya.
Mtu kukaa kimya anaona kama vile uzembe, kukaa kimya anaona kama vile upole, ama anaona kabisa ni kitu cha unyonge. Ukikaa dakika moja bila kufanya kitu, mkono unaenda mfukoni kuchukua simu, unaangalia notification, hakuna, unaifunga. Baada ya sekunde chache tena unaifungua tena, unaangalia notification, unaifunga. Yani unakuwa huna kitu cha maana ambacho unakifanya moja kwa moja. Ni kama tunakimbia kukutana na akili zetu wenyewe, kwa maana kuna kitu fulani nataka tukifanye, lakini akili zetu zinatuambia hapana, stop, acha kufanya hilo jambo. Sasa ngoja nikuelezee fakti moja ambayo iliweza kuizungumzia Chris Bailey kuhusiana na simu na pia kuhusiana na kufocus kwenye maisha yetu. Sasa ili mradi uweze kufocus, lazima uweze kujua kwanza kufocus ni nini, mikakati gani ambayo nitaifanya ili mradi uweze kunipeleka mimi moja kwa moja kuweza kufika hapa ambapo natakiwa kufika. So motivation speaker ambaye ni mwalimu pia, Chris Bailey, aliwahi kuzungumza kuhusiana na kufocus kwenye kitu kimoja hadi ufanikiwe, huku akisema kwamba alishawahi kufanya tafiti za kuweza kukaa ndani ya siku 30 na akitumia dakika 30 kila siku kwa ajili ya kuweza kutumia simu yake, na baada ya hapo kilichobaki ni kupokea simu na kukata. Kama ukituma text basi wewe msahau kabisa kujibu. So nikisema kwenye matumizi ya simu hizo dakika 30 alikuwa anatumia kama hivyo unavyotumia wewe kuingia Instagram, I don't know, unatoka nenda Facebook, don't know, umeanza kuslide hivi na hivi, ndivyo yeye aliamua kutumia dakika 30 pekee. Swali ni kwamba wewe sasa hivi ukiambiwa utumie dakika 30 tu siku nzima, utatoboa? Itakuwa ni shughuli kubwa 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 tena sana, kwa sababu vitu vyako vingi umedipendi mtandaoni. So kwenye speech moja ambayo aliwahi kuzungumza, alielezea kwa kina zaidi kuhusiana na tatizo ambalo linatukumba watu wengi. Kwa nini tunashindwa kufocus? Kwa nini tunashindwa kufocus kwenye kitu kimoja na mwisho wa siku tunaanza kuchanganya mafaili? So Chris Bailey alisema jambo ambalo watu wengi hawapendi kulisikia kwa wakati mwingine ni kuhusiana na kuchoka. Akasema kwamba jambo muhimu zaidi ni kuchoka. Yani kuchoka ni muhimu sana kwenye maisha yako. Sasa swali linakuja, kwa nini alisema kuchoka ni muhimu sana kwenye maisha yako? Kwa sababu pale unapochoka, anaendelea kuelezea kwenye speech yake, anasema kwamba pale unapochoka akili inaanza kujitengenezea kazi mpya, kwa maana inaanza kufikiri kuhusu maisha yako, inaanza kufikiria kuhusu ndoto zako, inaanza kufikiria kuhusu mipango yako na suluhisho la matatizo yako. Nikuulize swali, hiki kitu ni kweli ama si kweli? Hiki kitu ni kweli. Jiulize tu pale unakuta mtu umechoka, unasema ngoja nipumzike kidogo. Sasa ukipumzika bila kushika simu yako, ndio haya mawazo yataanza. Utaanza kuwaza sana kuhusiana na ndoto zako, utaanza kuwaza sana kuhusiana na malengo yako, utaanza kuwaza sana kuhusiana na future yako pamoja na kazi ambazo unazifanya, utafanikiwa vipi? Na ndio maana naambiwa kuchoka ni muhimu sana, ili mradi upate muda wa kupumzika, akili yako itengeneze kazi mpya ambayo ilikuwepo kwenye akili yako, lakini uichakaje kwa sababu inatakiwa iweze kukukumbusha. Akaendelea kusema ulimwengu wa sasa hivi tunajaza kila sekunde ya maisha yetu kazi, kwa maana hatuupi ubongo nafasi ya kuweza kufikiri. Tuko kwenye foleni tunatumia simu, tuko kitandani tunatumia simu, tunakula tupo na simu, tuko na marafiki zetu simu zipo pia. Taratibu tunaanza kupoteza ule uwezo kukaa sisi wenyewe na kuupa nafasi ubongo kuweza kufikiria kuhusiana na maisha yetu na namna gani tuweza kufanikiwa kwenye maisha yetu. Na matokeo yake ni kwamba akili zetu zinachoka, zinashindwa kufanya kazi ya kufikiri vizuri, ili mradi uwezo kaleta matokeo ambayo yatakuwa mazuri zaidi. Sio uchovu wa mwili, bali ni uchovu wa akili. Na ndio maana unaweza kukaa siku nzima bila kufanya kazi ngumu yoyote ile, yani ukawa tu hivyo TikTok, umeingia, umetoka, umekula, umekaa kwenye TV screen, lakini ukajikuta jioni umechoka zaidi hata yule mtu aliyefanya kazi kutoka kutembea kwenda hivi kwenda hivi kwenda hivi kwenda hivi, na ukahisi sana umechoka kuliko kitu cha kawaida. Na ndio hiyo naambia uchovu wa akili, kwa sababu umerundika mambo mengi ambayo sio ya msingi na akili imeshindwa kabisa kutafsiri hayo mambo. Mwisho wa siku unajikuta umechoka bila kuwa na sababu. Mwisho wa hotuba yake aliweza kuelezea kwamba changamoto ya wiki mbili, kwa maana aliamua kutoa trick
ya wiki 2 ili mradi uweze kufocus na uweze kuitreat akili yako, kwa sababu ubongo ni kama vile program, na hiyo program ili mradi iweze kukaa kwenye mstari ulionyooka lazima uitekeleze kuifanya ile program. Alisema tengeneza muda wa kujitenga na masuala ya teknolojia, kwa maana swala zima la internet. Unaweza kuzima internet kwa saa chache au kutumia siku moja bila mitandao ya kijamii. Tumia muda mchache zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwa lengo maalum. Muda huo replace kwenye vitu vingine, kwa sababu ubongo wako utaweza kukutafsiria na kukupa vitu vingi zaidi ambavyo havikuwepo kwenye akili yako. So unadhani hiyo creativity ambayo unaambiwa huwa inatokea wapi? Huo ubunifu huwa unatokea wapi? Ni vile umekaa tu unajikuta unawaza kitu fulani ambacho ni positive, japo ili uweze kuwaza kitu positive basi lazima ukae utulie, ubongo wako ndio uweze kutafsiri na kuletea hicho kitu ambacho ni positive. Akamalizia kwa kusema kwamba jifunze kukaa bila kufanya kitu kwa dakika chache kila siku. Yani tenga tu muda, unasema mimi hapa natulia tu nawaza kuhusiana na maisha. Yani unatulia tu, automatically utaanza kuona vitu vinajipangilia. Either kipaji chako, maisha yako, mikakati yako, au kile kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako unaanza kukiwaza. Mwanzoni itaonekana kuwa ngumu sana, lakini baada ya muda utaanza kuona mabadiliko na utaanza kuona mafanikio ambayo ulikuwa unahitaji kwa muda mrefu sana, kwa sababu ukweli mkubwa ni kwamba kile unachokipa umakini wako ndicho kinachojenga maisha yako. Kwa hivyo ukijenga umakini na TikTok, wewe ndio hivyo, maisha yako ndivyo yatakavyokuwa. Kama TikTok ni mtandao wa kipuzi ama ukupati pesa yote, basi ndivyo maisha yako yatakavyokuwa, kwa sababu ukitoa muda wako wote kuangalia maisha ya wengine, unaweza kusahau kujenga maisha yako mwenyewe, na mwisho wa siku unamaliza maisha yako bila kufanikisha chochote kile ambacho walikipanga. Sasa na swali la mwisho la kukuuliza kabla sijamaliza kwenye hii makala, lakini kabla sijakuuliza hilo swali, subscribe hapo chini ili mradi uweze kupata makala kali zaidi zinazoelezea kuhusiana na maisha. Sasa swali langu ni kwamba, je, wewe unamiliki simu yako au simu yako ndio inakumiliki wewe? Niandike kupitia comment section hapo. Hizi ni siri za mafanikio. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.